Haleluya, haleluya. Kwa majina naitwa Elias Dedede. Ninamshukuru Mungu tena nimepata neema ya kukutana na viongozi. Na leo tutaenda kujifunza sifa za uongozi wenye matokeo. Ndugu wasikilizaji, leo tunatafakari juu ya uongozi wenye matokeo. Uongozi unaacha alama, unabadilisha maisha ya watu wengine, na unajenga kesho bora. Uongozi si cheo, bali ni ushawishi. Kwanza, kiongozi mwenye matokeo ana uwezo wa kuathiri wengine. Watu hawafuati kwa sababu umelazimishwa, bali kwa sababu wanakuamini. Hii inahitaji tabia njema, maneno yenye uzito, na maisha yanayoonekana. Pili, kiongozi lazima awe na maono. Ni lazima aone mbali kuliko wengine. Maono ndiyo dira ya timu. Bila maono, watu hupotea. Lakini kwa maono, watu hupata mwelekeo na sababu ya kusonga mbele. Tatu, uadilifu ni msingi wa uongozi. Kiongozi wa kweli ni yule ambaye maneno yake yanafanana na matendo yake. Uaminifu haujengwi kwa siku moja, bali kwa mwenendo wa maisha ya kila siku. 4. Kiongozi mwenye matokeo huwekeza kwa watu kupitia kuwaendeleza wengine. Hatosheki kufanikiwa peke yake, bali hutaka kuona wengine wakikua, wakisimama, na hata kuzidi yeye. 5. Mawasiliano mazuri ni silaha ya kiongozi. Kiongozi anajua kuzungumza kwa uwazi, lakini pia anajua kusikiliza. Kusikiliza kunajenga heshima na kuelewana. 6. Kiongozi lazima awe na uwajibikaji. Hakimbii makosa, bali anayakubali na kurekebisha. Hii hujenga imani ndani ya timu. Mwisho, kiongozi mwenye matokeo huacha urithi kwa kuzaa viongozi wengine. Mafanikio ya kweli si yale unayoyafanya leo, bali yale yatakayoendelea hata baada yako kuondoka. Ndugu wasikilizaji, uongozi wenye matokeo hauhitaji nafasi kubwa, bali moyo mkubwa, maono na mipango. Unaweza kuanza leo pale ulipo, katika familia yako, kazi yako au huduma. Jenga ushawishi, simamia uadilifu, na inua wengine. Asanteni kwa kunisikiliza.